M23. Yaani kwa kifupi ni kwamba ni Machi 23. Kwa sababu Machi 23 mwaka 2009 ndio siku ambayo walisaini mkataba uliomaliza mgogoro kati ya chama cha CNDP na serikali ya Kongo. Mgogoro ambao wasuluhishi walikuwa Rais Obasanjo, rais mstaafu wa Nigeria, na Rais Benjamin Mkapa, rais mstaafu wa Tanzania. Kuna mambo mengi yalikubaliwa kwenye makubaliano yale, na moja ambayo ilikuwa limekubaliwa, kwa mfano ilikubaliwa ni kwamba mapigano yale yaishe. Kile chama kilichokuwa ni kikundi kinachohesabu kama chama cha waasi cha CNDP kitambulike kwa chama cha siasa. Waasi hawa wajumuishwe katika jeshi la Kongo. Mahusiano kati ya Rwanda na Kongo yarejee kama ilivyokuwa zamani. Wabadilishane mabalozi. Lakini pia Kongo na Rwanda kwa pamoja wachukue hatua za kijeshi za pamoja kukabiliana na waasi wa FDLR, ambao waasi wale wa zamani wa Interahamwe na Exfa wameungana pamoja na kuunda kikundi kipya cha waasi kinachoitwa FDLR. Sasa haya yote haya yametekelezwa, lakini katika utekelezaji wa kuunganisha majeshi kumeonekana kwamba wanajeshi wengi wa CNDP wamejiunga na jeshi la Kongo. Wakabaki wanajeshi kati ya 600 na 800 ambao hawakuwa tayari kujiunga na jeshi la Kongo. Serikali ya Kongo ikawahesabu kwamba hawa ni waasi, wamekataa kutii amri halali ya kijeshi. Baada ya makubaliano yale, kwa wakaanza kuwashughulika nao kijeshi. Sasa katika kushughulika nao kijeshi, hawa watu wakakimbilia kwenye milima. Baada ya muda kwenye milima kule, kilichotokea ni kwamba wakaona nguvu ya hawa wanajeshi imekuwa kubwa, na kwa hapa kutiliana shaka kukaanza kuwepo kati ya Kongo na Rwanda kwamba hawa kuna namna kwamba hawa watu hawa wanapata msaada wa serikali ya Rwanda. Na madai hayo ya Kongo nayo yakawa nayo yameongezewa nguvu na kauli ya MONUC kwamba walikuwa wamepata baadhi ya watu wamewateka wanajeshi wao waliokuwa kwenye kikundi cha Western M23, na wanajeshi hao sasa na watu hao ndio wakawa wanasema kweli wao wametokea jeshi la Kongo. Kwa hilo ndio sehemu ya huo mzozo uliokuwepo. Tumekwenda Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wakatoa maelekezo Rwanda itoke. Rwanda inakataa, inasema kwamba hao wana si wanajeshi wake, ni habari ambazo hazina ukweli. Kwa hawa sasa wale. Thank you so much for watching. Give us your opinion in the comment section below. Like, share, and subscribe for more videos. Thank you for the next video. Remember, Africa is watching.